Kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mitano tena. Samahani, samza pako wewe, unaweza siasa zako hapa. Nisamehe. Nimechomekea tu. Nisamehe. Tulikuwa na maombi ya usiku wa kutawala, usiku wa kuinuliwa. Siku ya jana Ijumaa kuamkia leo Jumamosi, usiku wa kuinuliwa. Kuinuliwa ni mchakato. Ukisoma maandiko matakatifu, kuinuliwa ni mchakato. Kuinuliwa huwa kutokei kama uyoga. Na moja ya michakato ya kuinuliwa ni maombi, dua, sala. Wengine watasema sawa, kuinuliwa ni kazi kwa bidii na kadhalika. Lakini kazi bila Mungu kuletaga kuangukia pua, kushindwa kuliko kubaya, na hasa kwa muamini Mungu. Kwa sababu kwenye ulimwengu huu huwezi kuinuka bila sapoti ya milango ya kuzimu, bila sapoti ya mbingu. Ili uinuke unahitaji sapoti ya milango ya kuzimu. Ili uinuke unahitaji mbingu zikuatamie, mbingu za huyu Mungu mtakatifu wa Ibrahim zikuatamie, ama kuzimu. Sababu unahitaji vitu vitatu. Hawa wawili ni ngumu kuwaita binadamu, lakini nitumie lugha hiyo, nivumilie, nakosa lugha. Ili uinuke unahitaji, wa kwanza unamhitaji Mungu. Ukishindwa kuwa na Mungu, basi unamhitaji shetani. Wa tatu, wanadamu. Hizi pembe tatu ndio zinabeba kesho yako. Sasa unaweza kutumia maneno ya Joshua, chagua leo utakayemtumikia. Chagua leo utakayemtumikia. Kutana na mazuoni kama mimi, mwanazuoni kama mimi Zopako, ndio kwambia mchague wa Ibrahim. Mchague aliyemtokea Musa milima Sinai. Mchague aliyekufa kwa ajili ya dunia milima ya Golgotha. Kwa kuinuliwa kunahitaji ufahamu mkubwa sana. Ukiwa na akili ndogo huwezi kunielewa, na hasa kama hutaki kunielewa ndio kabisa. Kuna mtu amekaa kwenye mtandao anatafuta namna ya kutokunielewa. Unajitoa akili kwa maana ninachoongea ni tumba. Lakini wale wenye akili timamu na waliokusudiwa na huyu Mungu wananielewa. Kinachoanzaga kuinuliwa kwa mtu ni mpango wa Mungu. Mungu anamwambia Yakobo, nitakuinua. Atakayekulaani atalaaniwa. Abraham au Isaac akumpa Yakobo mali ya kushikika hivi, alimpa baraka. Akumpa ng'ombe, akumpa mbuzi, alimpa baraka. Kwa Yakobo anaungama akiwa pale Luzu, Besel, akielekea nchi ya makimbilio kwa Labani mpwa wake. Anasema alivuka pale akiwa na fimbo tu, yaani maskini kwa kiwango cha kutupwa, lakini ana baraka ya baba. Ana baraka ya baba yake Isaac. Baba yake alimwambia utakula manono ya nchi. Baraka ya milima iwe juu ya mwanangu. Na harufu mwanangu Yakobo ni kama shamba ambalo Mungu amelibariki.
Nami nakuombea Jumamosi ya leo, aiba yako iwe kama shamba ambalo Bwana amelibariki. Kazi zako za mikono iwe kama shamba ambalo Baba amelibariki. Kampuni yako nzuri ambayo imesajili BRELA import export iwe kama shamba ambalo Mungu amelibariki. Ilindwe dhidi ya uchawi na mahasidi wa dunia. Kwa mikono wa kulia na mkono wa kushoto ulindwe. Kwa Yakobo alivuka ule mtu akiwa maskini, lakini ana baraka. Zile baraka zilikuwa na kumtetea. Lakini hizo baraka zinyumbuke, zitafsirike, ziwe maisha halisi: ng'ombe, dhahabu, ngamia, punda, ardhi yenye rutuba, ili afanye kazi kwa bidii usiku na mchana. Unapata hilo kitabu cha Mwanzo cha Moses 36. Alifanya kazi kwa bidii. Maana maisha ya Yakobo yalikuwa na ubia na Mungu baba zake Isaac na Ibrahim. Lakini mwisho ili baraka isitindike, alikuwa muombaji. Mtu wa sala, anaamka usiku wa manane, anakaa kwenye uwanda, anazama kiroho, anazama kiroho, mpaka malaika wanatokea. Ndio maana jana tarehe 7 kwa mkia tarehe leo tulikuwa na maombi ya kuinuliwa. Tukiamini kuinuliwa kwetu kutaendana na michakato yote ya kibiblia. Tunakwenda Ifakara, unakata eka 50, unalima mpunga. Unachofanya pale usitumie akili, usitegemea akili zako mwenyewe. Ukifika hapo muombe Mungu kupitia eka zako 50 za mpunga Ifakara. Mungu akuinue. Mtu anakudhamini, kijana, una bodaboda 3, 2, 1, unakwenda kwenye maombi kwa mzee Upako. Kwa Mungu Baba, na bodaboda ya mkopo. Hapa ndipo nimeishia. Uwezo wangu umeishia hapa. Naomba uniinue. Kwa mzee Upako, kwa imani na makarama yake, akiungana na imani yako na utashi wako kuamini, tunaachilia upako wa kuinuliwa. Ndio unahama kwenye bodaboda, lakini ndani ya barabara uzembe wa bodaboda nyingine hautakutia ajali, malaika watakulinda. Utaona huyu Mungu anakutoa utukufu hadi utukufu. Hadi una nizamu ya fedha. Unapata nyingi, una kila kidogo, nyingi unaweka akiba. Unapata 100 au 10,000, unakula 1,000, 4,000 unaipa deni, 4,000 akiba. Kwa maana miongoni mwa nguvu za maombi ni kukuchakata wewe kuwa mtu mwenye nizamu ya fedha, busara tele, hekima nyingi, mtu usiyevunjika moyo, unayejua kuishi na wadogo na wakubwa, mwenye kibali, na unajua kuishi na watu. Maana ili watu wakupende, ili uwe na mvuto na watu, lazima unahitaji mambo uwe nayo. Moja, kwa mfano, ukitaka watu uwe na mvuto, uwe msikilizaji mara nyingi. Kwa sababu watu wengi wanapenda kusikilizwa, na wengi wanapenda kusema. Wengi wanapenda kusikilizwa, wengi wanapenda kusema. Hata wale ambao wanapenda kusikilizwa, na wao pia wanapenda kusema. Ombo la kusikilizwa liko ndani ya mioyo yao. Unaposikiliza, unajua ni wa samani. Mtu yote ukimsikiliza, anajua unampa samani. Anaiona samani yake. Anaiona samani yake. Ukitaka kuvutie watu, uwe unawasikiliza bila hila, toka moyoni unawasikiliza. Lakini maombi yatakufinyanga kwamba binadamu hawa, ili wavutie binadamu, wanahitaji mtu anayejiamini bila kuwa na kiburi. Ndiye anajiamini, na kujiamini kwake kuna viambata vya ukiburi. Anajiamini kwa sababu kaka yake ni waziri. Anajiamini kwa sababu kaka yake ni kanali wa jeshi. Anajiamini kwa sababu ana degree 3. Kuamini huko kunahitaji ukakasi kwa watu, hawatavutiwa na wewe. Mtu anayejiamini huwa anasema machache, lakini utaona nguvu yake kwenye utekelezaji, kwenye vitendo. Ndio, na mengine mengi. Ndio maana wakati mwingine nasema usikimbilie tu maombi ya mzee Upako. Kaa chini,
Bana, miongoni mwa maagizo ya mwalimu wangu aliyenifundisha kazi hii anaitwa Yesu Nazareti. Aliponiita na kunitokea miaka zaidi ya 40 iliyopita, alinituma nikafanya kazi 3. Nikaombe kwanza, nikafundisha, nikahubiri, kisha nikaombe na watu. Kwa maana laana za ukoo, laana za mtu mweusi mwa Afrika azimwachi mtu kwa kuombewa peke yake. Maombi ni finishing, lakini uhuru kamili wa mtu uko ndani ya maarifa na ufahamu. Mwalimu akasema, mtaifahamu kweli. Mkifahamu kweli, mnaanza kupata sifa za kuwa watu huru. Mkifahamu kweli, mnaanza kupata sifa za kuwa mtu huru. Zidi hayo marana na maroho ya kulisi na maroho ya ukoo, maroho ya ukoo, si family spirit, huwaziondoki kwa kukemewa tu kwa jina la Yesu. Zinahama kwa mtu kuifahamu kweli. Ondo kongwa na utumwa linahama katika mabega yako kwa kuifahamu kweli. Na ukweli huo au uhuru huo, ili uendelee kuwa uhuru usio na kikomo, anasema anza kuyaishi hayo maarifa uliyopokea. Yaishi hayo maarifa. Ndio. Sasa baada ya pale ndipo mnachukua hatua nyingine ya pili na muhimu, mnaanza kuomba, kukemea, kuvunja. Kukemea, kuvunja. Msianze kukemea, kuvunja kabla mtu hajapata maarifa na ufahamu. Yesu anasema mtu yote akifunguliwa lakini akaendelea kuishi maisha yale ya kijinga ya bila ufahamu, ile taabu hurudi tena, na hali ya pili ya mtu huyu inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa jana tarehe 7 tulikuwa na maombi ya kuinuliwa. Maombi ya kuinuliwa. Ilikuwa ni usiku wa kuinuliwa. Usiku wa kumiliki na kutawala. Kupitia nguvu ya mashamba yetu ya nyanya Irura tutatawala. Kupitia nguvu ya mashamba yetu ya vitunguu saumu Singida tutatawala. Kupitia nguvu ya kazi yetu ya mikono ya kuchukua mbao Shawili Mafinga tutamiliki na tutatawala mifumo ya fedha ya Afrika Mashariki. Kwa maana tutatoa mbao Iringa, tutapeleka Kenya, wana shida ya mbao. Pia tutapeleka mpaka Falme za Kiarabu. Tutapata dola, tutazigeuza, tutakuwa madafu ya Tanzania. Tutajenga nyumba nzuri, mabali mazuri, watoto watasoma, tutakuwa na utashi katika nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia kazi yetu ya uvuvi wa samaki ziwa Tanganyika, maombi yatatuinua. Kuingia ndani ya ziwa Tanganyika, ile miloo ya miujiza, ile miloo ya ajabu, ile miloo ya kipepo, ile miloo ya kishetani iliyobana, iliyokamata fikra na neema ya mtu mweusi, tunakwenda kuikunja kama karatasi na kumkabidhi muhusika shetani milele jehanamu. Na sisi sasa tunaanza kuwa sehemu ya baraka ya Baba Ibrahim aliyesema mtakuwa vichwa, hamtakuwa mikia. Kwa ufahamu wetu kuhusu uvuvi wa samaki utaongezeka. Mashambulizi katika ulimwengu wa giza tutayadhibiti, na tutaanza kuvua samaki kwa viwango na masharti yanayokubalika kitaalamu na kisheria. Samaki hawa tutawauza Dar es Salaam, Kigoma yenyewe, tutapeleka Mzambia kule Kitwe, Ndola na Lusaka, na wengine Mungu akipenda tutafungua soko la samaki wa Majabuka toka ziwa Tanganyika kwenda China na kadhalika na kadhalika. Maana kuna samaki ndio wanatoka China kuja Tanzania, wanatoka Tanzania kwenda China, ndio bwana, tunazunguka hivi kama duara. Ndio usiku wa jana, usiku wa kuinuliwa. Ni siku ambayo mimi mwenyewe Inspector General katika ulimwengu wa mzee Upako Anton Thomas Lusekero nilikuwa mstari wa mbele kupanda mlima Sinai, mlima Nebo, kuhakikishia waamini Mungu ya kwamba tutashinda. Kama tuwezi geuka nyuma, tutashinda. Maana nyuma unakuwa nguzo ya chumvi, tutashinda. Na tutashinda kweli. Wale mnadhani mmegeni usanii karabao.
Maana miongoni mwa jana maombi tuliomba, Baba tulimwambia simame na sisi. Sisi tumekuwa ni watu wa kutukana, wa kuziakiwa. Sisi naitwa makanjanja wa kiroho, naitwa matapeli, wapigaji, wajanja. Kama mimi nimekuwa mtu wa kuziakiwa tangu, ndio maana watu kiniziaki unajidanganya bure tu. Mimi nimeanza kazi hii miaka zaidi ya 40 iliyopita. Kwanza tulikuwa naitwa makanisa ya kulia, walokole hawa. Tulishinda. Kwa Bwana asifiwe, unatukanwa. Wewe si bado mtoto hujui. Miaka ya 80, 83, 82. Ukiongea Bwana asifiwe unaambia toka hapa na ulokole wako. Ukisema ndani ya daladala utatukanwa tu. Lakini leo Bwana asifiwe imekuwa ndio miongoni mwa salamu muhimu stahiki ndani ya Watanzania. Uwezi kutoa hotuba bila kusema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe ilikuwa ni salamu ya kina mzee upako tu, na ukisema unatengwa. Ubarikiwe ilikuwa ni salamu ya kina mzee upako tu. Ukiota mtu mbali kwambia mimi sio mlokole sana mimi. Leo ubarikiwe imekuwa salamu na mpaka jibaa watu wanasema ubarikiwe. Mpaka majambazi wanasema ubarikiwe. Wewe na zaidi yote miongoni mwa mambo ambayo Yesu alitutahadharisha, aituonya ya mbele, alishamtaziatiwa, mtazingiziwa, mtaneniwa maovu kwa ajili ya jina langu. Kwa hiyo mimi sichangaji mtu ukapo unanenea maovu, wasiumii moyo. Mimi ni nyani aliyezekia porini, na ngozi zaidi ya ngozi ya mamba, na ngozi ya chuma zidi ya ziaka zako. Na pia nakuhesabu tu ni moja ya watu ambao unaelekea kuwa mpumbavu. Maana kwanza ni mjinga, lakini unaelekea kuwa mpumbavu. Mtu ambaye una watuzi mabaya ya mtandao, mpumbavu fulani ambaye lawama zote hizo namtwisha mama yako aliyokuzaa. Kama mama yako angekueleza kwamba usitukane watu, usiingilie mambo yasiyo kuhusu, kwa mama yako aliyokuzaa, maana tunasema mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mama yake. Ndio. Kwa hiyo tutaendelea. Wewe ambaye unaamini Mungu na umeshamuona Mungu, usivunjwe moyo na maneno hawa. Kizazi cha nyoka maandiko yanaita. Kizazi cha nyoka walikataliwa. Hawa ni kina Juda Iskarioti. Hawa ndio walimsulubisha Yesu. Waliomsulubisha Yesu walikufa kiliwili, zile zero ziko. Ambazo zilimzia Yesu juu ya msalaba ziko mpaka leo. Wako watu mpaka leo wanaziaka maombi, wanaziaka ibada bila hoja za msingi. Ni udini tu. Na ni roho tu ya kutawaliwa, kwamba watu wao walikuwa ni watu watumwa wa Waingereza na Wajerumani. Walikuwa watumwa wa Waarabu hawa. Kwa hiyo wanadhani jambo lolote ambalo anafanya Mwafrika mwenzao ni ukanjanja. Hata kama lile anafanya mzungu au Mwarabu. Akifanya Mwarabu watapiga makofi. Akifanya mzungu watashangilia kama juu ya hivi. Lakini ile kwa Mwafrika mwenzao, mbena mwenzao, mkinga mwenzao, tapeli, mwizi, mpigaji. Pumbavu sana leo. Ndio. Kwa ulikuwa ni usiku, kwa sababu zapako unaweza mbavu, ndio mbavu ni lugha ya Biblia. Pumbavu lugha ya Biblia. Na wewe una sifa zote ya kuwa mpumbavu. Kwa sababu unasema bila kufikiri. Maandiko yanasema kitabu cha Misali, anasema Sulemani, kila mtu mwenye akili anasema baada ya kufikiri. Maneno ya mtu anayesema bila kufikiri yanakata kama upanga. Ilikuwa ni lugha ya Biblia. Yesu watu wote wajinga aliitwa pumbavu. Sio wanawali 5 wapumbavu. Watu ambao wanabeba taa bila mafuta, mwalimu anaitwa pumbavu. Watu ambao wanajenga nyumba juu ya mchanga, mwalimu anasema pumbavu. Mafuriko yakija upiga ile nyumba kisha uanguka. Ndio. Anasema mtu mwenye akili anafundisha mtu ambaye anajenga nyumba juu ya mwamba. Lakini mpumbavu anajenga juu ya mchanga. Ndio. Anaingilia ugomvi ambao sio kwake, maandiko yanaita mpumbavu. Sasa maana anasema mwanangu, usiingilie ugomvi sio kuhusu, utakuwa mpumbavu. Usiingilie ugomvi sio kuhusu. Ajenda ambayo sio ya kwako, usiingilie. Unajipa cheo ambacho hujapewa na mtu yote, wewe mkosoaji. Unamkosoaje mtu ambaye hakuhusu? Wewe kama mpumbavu. Naanzaje mzee wako kumkosoa Mwasubi? Hanihusu, ana dini yake inatoka Kalvari.
Naanza mimi kwa kusoa TAG, hawanihusu, sio dini yangu. Mimi dini yangu ni Gospel Revival Center. Mimi si mpumbavu. Najipa umuhimu ambao sina. Najipa cheo tu ambacho sijapewa na yote. Na unaonekana mweu juu ya kichaa na stahili kwenda milele. Unaanzaje kuvamia tu Kenneth Mwasumbi? Hakuhusu. Wewe ni mweu. Wewe ni kichaa. Hapo watu kama hao ukiwapiga wanalia, wananipiga sana. Ukiwaacha hamniwezi. Adui anasema ukimpiga anasema unanione. Ukiniacha umeniogopa. Zamani si ukipiga wale majamaa wale mabounce, nipige, ukinipiga umenionea, ilikuwa lugha za na ukiniacha umeniogopa. Mimi ninachoshauri kwamba ulikuwa ni usiku wa kuinuliwa. Sasa kesho Jumapili, hiyo ndio hoja msingi. Tutaendelea na Jumapili ya kuinuliwa. Haleluya. Jumapili ya kuponywa. Jumapili ya maombi ya Hana kwa milima ya Efraimu. Jumapili ya kesho, Jumapili ya kuinuliwa, Jumapili ya kuponywa, ni Jumapili ya maombi ya Hana kwa milima ya Efraimu. Hana alijimimina kwa kiwango kile kile cha taabu aliyokuwa nayo. Akamwambia Eli kuhani. Eli alimzania Hana ni mlevi. Sasa wewe mlevi, utatoka lini katika ulevi wako? Mbona kuja umelewa nyumbani mwa Bwana? Hana akasema sijalewa mtumishi wa Mungu, bali nimejimimina kwa Bwana kwa kadiri ya uwezo na msiba nilionao. Nimejimimina. Jumapili ya kesho ni Jumapili ya maombi ya Hana wa milima ya Efraimu. Ili tuweze kuziharibu na kuzishinda changamoto za maisha, ama zinatengenezwa na wanadamu wenzetu, ama na utawala wa kipepo, utawala wa giza, utawala wa Azazel. Tutakwenda kufukua makaburi yote ya kichawi ya kipepo kwa imani katika ulimwengu wa roho. Tutapita bahari ya Hindi, kona zote za bahari ya Hindi, kufukua makaburi ya kipepo ya kichawi, ili kuwafanya watu wawe huru. Tutaingia Kariakoo na kuvunja maagano yote ya kipepo, ya kishetani, ya kichawi Kariakoo. Kila mtu afanye biashara kwa kadiri ya nguvu ya nyota yake. Maana wengine wana nyota zao zimezidiwa na maroho ya uchawi. Mahali penye makabila mengi, imani mbalimbali, uchawi lazima upo. Nimesema jana, maandiko yanasema Mungu hufanya kazi kwa kadiri ya nguvu iliyo ndani yetu. Ni kweli usiopingika. Hakuna mwenye uwezo wa rohoni ndani. Sijui kama una shauri yako, ninaungama na uwezo wa ajabu ndani yangu wa kuvunja matambiko ya makabila, lugha na jamaa na mazindiko, na kufukua makaburi ya kichawi ndani ya soko la Kariakoo. Na kila mwenye utashi wa imani na mafundisho atakuwa huru. Atakuwa huru. Jitihada zake hazitaingiliwa na mapepo na uchawi. Ashindwe yeye tu, azimbe yeye tu, ashindwe ukarimu tu wa wateja wake, ashindwe yeye tu kukusa nizamu ya fedha, ashindwe yeye tu kwa kuendeleza starehe za wanawake na mapombe, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini kila mtu ambaye anajitiisha chini ya wingu hili la milima ya Golgotha lazima kuinuliwa. Sio jambo la kukisia, ni lazima. Tunataka tuwakimbilie wafanyabiashara wa China, kwa kiwango cha wafanyabiashara wa Kichina. Tukatoa ushindani na wafanyabiashara wa China, wa Uturuki waseme kuna wa Tanzania. Wafanyabiashara mahiri, hodari, wachapakazi, wadakili kama siafu wa Tanzania. Twende tukabebe mtajiri wa Ujerumani wa Tanzania, tulete katika nchi yetu. Tukiwa na Mungu inawezekana. Wale wanaosema wezi bila mpendo, tuheshimiane. Tuheshimiane. Hakuna mtu mwenye akili kama mimi Mtanzania, maaskofu, na mimi tu watu watabarikiwa tu. Baraka, mafanikio ya kifedha, kiuchumi, ubia wa mwanadamu na Mungu ni lazima. Maandalio ya mwanadamu, majawabu tu wa Mungu. Bila ubia
wa sisi na Mungu bure. Ukiacha afanye kazi Mungu peke yake ni bure. Maana wewe ndio njia za Mungu za kuazimisha jina lake, kutukuza uwezo wake. Kutukuza uwezo wake. Sasa mtu anayepinga hapo kwenye mtandao amekaa tu mkao wa kupinga, mkao kutokuelewa. Huyu acha naye. Wewe nisikize mimi. Tunaweza tukahamisha utajiri wa Dubai kuleta Tanzania. Utajiri, mali ni mchakato. Unaona matajiri wa leo walianza babu zao. Ni mipango ilipangwa na babu zao. Babu wa mababu. Lakini walikuwa na maono, walikuwa na ndoto za kushika dunia. Wakaanza. Umri wa kuishi ulipokoma wakawashikiza. Kizazi kinachofuata kwamba watoto wetu tuishie hapa, niendeleeni. Iko siku wa Tanzania mtamiliki falme za Kiarabu. Iko siku wa Tanzania mtaimiliki Japani kiuchumi. Na Wajapani na Waturuki watajifunza kanuni za utajiri kwa Tanzania. Amerika ya leo imejengwa zaidi ya miaka 200 iliyopita. Walioanza kuibuni Amerika hawako leo, lakini walishikiza maarifa, maono watu wao. Baba Ibrahim amelala miaka zaidi ya 5 iliyopita. Zaidi ya 10 iliyopita. Lakini alimwachia Isaac maono, ndoto. Akamwambia mwanangu simama na Mungu. Atakurani alajiwe. Taishi hivi. Isaac akamwachia Yakobo. Mpaka leo kuna nchi inaitwa Israel, Tel Aviv. Duniani hakuna watu wenye akili wasomi kama Wayahudi duniani. Wa kwanza ni Wayahudi, wa pili wa Kristo. Duniani wote wa China, Wajerumani hawafiki elimu ya Myahudi. Mifumo yote ya fedha duniani anayefahamu kinagaubaga ni Myahudi. Nini? Ni baraka ya Baba Ibrahim ya miaka 1000 iliyopita. Mpaka leo kuna Jerusalem, ni mji wa Daudi ule. Falme Daudi na Sulemani. Sasa kisiasa wanzo sio Wayahudi. Wakiamua kuua wanakuwa Wayahudi. Wayahudi wakianza kutawala wanakuwa si Wayahudi. Sasa ni siasa, ni mambo ya dunia. Ni mambo ya dunia. Ndio maana aliyeshikilia mambo ya teknolojia, mambo ya internet central duniani, hakuna anayemfikia Myahudi duniani. Myahudi anamiliki. Nenda kasome, acha kubisha tu, acha ujinga. Makampuni kama Motorola ndio anashikia seta duniani. Wa China wanatengeneza zinaanguka. Lakini seta duniani imesimama ni seta ya Muamerika Motorola. Na ndani ya Muamerika yuko Myahudi. Usifikiri Muamerika anamlinda Myahudi kwa sababu Myahudi hana mafuta. Myahudi hana dhahabu. Myahudi hana shaba katika nchi yake, ila Myahudi ana akili. Sababu ya Marekani kumwatia Myahudi ana akili. Ndio maana 20% ya mamilionea wa Amerika ni Waisraeli. Nazungumza nini? Nasema inawezekana kwa Tanzania tukiamua kumwamini Mungu, tukiamua kusoma vizuri maarifa ya Biblia, kumiliki na kutawala. Kwa sababu wacha Mungu wote hawa kwanza walikuwa ni wachapa kazi, watu wenye nidhamu ya hali ya juu. Hawaporopoki tu, hawatafuti hela ya kula. Wanatafuta hela ya kujenga future ya miaka 70, 70, 100 ijayo. Jumapili ya kesho, Jumapili ya kuinuliwa na kuponywa. Jumapili ya kesho, Jumapili ya kuinuliwa. Maombi moto lisaza kipola moto lisaza leo Jumamosi asubuhi. Kesho tutakimalizia. Jumapili ya kuinuliwa. Jumapili ya uponyaji. Tumesoma kitabu cha Isaya 60. Jumapili ya kuinuka. Jumapili ya kuinuliwa. Ondoka mahali ulipo. Maana nasema ondoka, uinuke. Nenda uangaze. Maana huu ni wakati wa Mungu wako. Inuka, nenda ukaangaze. Maana huu ni wakati wa Mungu. Malango yako yatafungwa ili mataifa wapate kupata utajiri. Jua lako atajitenga. Isaya inasema. Na mwezi wako utazama. Mataifa yote yatakubikwa na giza, lakini sio wewe. Maana Mungu amekuruku Yakobo, Israeli, wewe ni wangu. Nitatoa makabila kwa ajili yako. Soma zile ahadi Isaya 60. Na wasimamizi wako watakuwa haki, watakuwa amani, na utazoa fedha watakuwa
kuwa hapa. Ni Jumapili ya kuinuliwa, ya kujipatanisha na Mungu. La mwisho, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, utafanikiwa. Mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, utafanikiwa. Lakini mpende jirani yako kama unavyojipenda. Usiumize watu. Usiongee mambo ambayo watu wanauzi. Yale ambayo utake kutendewa, usitendee Mungu. Utie watu wakati wote, basi watendee yale ambayo hayawaumizi, yale ambayo wewe ungependa kutendewa. Usiwe mkorofi, usiwe mtu mwenye kisilani, watu watakuchukua. Maana mkorofi hutumia ubabe kujenga hoja, lugha za ubabe. Sifanye hivyo. Lugha za mkato, sifanye hivyo. Mtu akikosea, kama ni bosi, usimwenda kufukuza kazi. Hiyo ni ishara kwamba utotoni wewe ulikataliwa, hukupendwa, kwa unalipa kisasi. Ndio maana wakati mwingine natoa mwaliko, usikimbie tu maombezi, njoo tuzungumze. Maana Bwana alisema mwende mkawafundishe, ili upate kuwa huru kweli kweli. Ni kesho Jumapili, ibada zitakuwa mbili. Ya kwanza saa 3 mpaka saa 7. Ibada maalum kesho zitakuwa mbili. Ya kawaida siku zote saa 3 mpaka saa 2 mpaka saa 7 asubuhi. Sitaruhusaidi pale, tuna mazao posta ziko pale, tuna matangazo ya gari saa 3 mpaka saa 7. Baada ya kwanza. Ya pili saa 8 na kuendelea. Kwa niomba hii linki kila mtu nisaidie kumpa kila mtu. Hii linki sambaye. Kwa kesho ibada ziko mbili ya maombezi. Asubuhi saa 3 mpaka saa 7 na nyingine saa 8 na kuendelea. Hakuna kuzuia wala kuchelewesha. Huu kwetu ni wakati wa kuinuka na kutawala, kuinuka na kumiliki. Na ulimi unaumba. Na ulimi unaumba. Ujionavyo ndivyo unakuwa. Ujionavyo ndivyo unakuwa. Ukiamka kwenda shambani kulima, lima kama mfalme. Lima kama mtawala, mwenye malengo ambayo hatazuilika. Utamwona Mungu. Nikutakia Jumamosi njema. Kumbuka ni kesho saa 4, saa 3 mpaka saa 7. Ibada maalum ya kwanza, ya pili saa 8 na kuendelea. Maji ya upako, mafuta upako vitakuwepo kama visaidizi imani, vifaa vya kiroho. Kwa jina la Yesu lenye uwezo, lenye baraka nyingi, nikutakie Jumamosi njema. Kama unahitaji msaada, namba za simu ziko hapo kwenye Facebook, kwenye Instagram na kwenye Mzamboko TV ziko hapo chini namba za simu. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Mungu anihurumie. Asante sana.